Pesa hiyo ndo imetufanya tuingie msituni kuteseka. Tamaa za kifedha zinafanya tunateseka. Msituni mauzauza, mmoja mmoja anakufa. Tamaa za kifedha zinafanya tunateseka. Msituni mauzauza, mmoja mmoja anakufa. Mpaka nawaza kwa nini iwe hivi. Mola tusaidie tuweze pata ufunguo, malengo tuyafikie. Uko wapi ufunguo? Ufunguo, ufunguo, hivi uko wapi? Uko wapi? Tunakutafuta, mbona hatukuoni? Tunikumenuka, hivi uko wapi? Mpaka nawaza kwa nini iwe hivi. Mola tusaidie tuweze pata malengo tuyafikie. Uko wapi? Mali zisizo halali. Neema vipi? Mama, mimi nimechoka bwana. Neema, jitahidi basi tumalize safari. Sasa kama umechoka saa hizi jamani. Amka basi twende. Waka imo shida nini? Unajua kama ni shemeji yako. Unamshika mkono nini brother? Neema shida nini? Mbona anakushika mkono huyu hapa? Jamani mimi nilikuwa nimechoka. Kwa hiyo mtu asinisaidie. Sikiliza mpenzi wangu Neema, hawezi kukushika mkono hivyo wakati na mimi nipo. Mbona hujaniita mimi? Wewe Shafii, mimi nilikuwa namsaidia tu, nimemshika mkono tu pale kumnyanyua. Sasa nimefanya kosa gani jamani? Huyu shemeji yangu. Sawa kaka? KB, tumekuja kutafuta mapenzi au tumekuja kutafuta ufunguo? Kiuhalisia mwenyewe nashangaa. Maana huko tumekuja kutafuta ufunguo, ila wale wana mahusiano yao. Hata kama ndo kushikana vile. Usipokuwa makini bebe wangu, mtaoa mtu huko msituni. Tamaa za kifedha zinafanya tunateseka. Msituni mauzauza, mmoja mmoja anakufa. Tamaa za kifedha zinafanya tunateseka. Msituni mauzauza, mmoja mmoja anakufa. Mpaka nawaza kwa nini iwe hivi. Mola tusaidie tuweze pata ufunguo, malengo tuyafikie. Uko wapi ufunguo? Ufunguo, ufunguo, hivi uko wapi? Sasa jamani, tumetembea umbali mrefu sana. Mimi kama kiongozi wenu, tuchukue kwanza nafasi hivi kidogo tupumzike. Baada ya muda fulani hivi tuendelee kutafuta ufunguo. Haya jamani, kwa kwamba sema tupumzike kidogo basi. Au mnasemaje? Sawa. Sokolindo. Naam. Hivi kweli una uhakika tutapata hii funguo?
Kusema kweli, hata mimi imani sina, ila tupambane. Haya, ngoja tuone kama tutafanikisha. Baby, kujua nini? Yaani ufunguo tukiupata lazima nikufanyie mazingira. Nataka nikupeleke South Africa. Wanaume mweleweke hapo tu, tukishapata hela unaniacha. Baby, mimi siwezi nikakufanyia hivyo. Kwanza nakupenda sana. Tukishapata hela tu mambo yanaenda safi safi. Mimi nakuahidi hivyo, sio kama wanaume wengine. Jamani, hii safari ni ndefu. Mna imani gani na hii funguo? Funguo lazima ipatikane, ikipatikana tukane bonge la smart. Mwenzangu, unawaza smart? Ulitaka niwaze nini sasa kama sio kujiposti? Hongera yako. Jamani, wewe msitu mimi siwaamini. Naweza kuwa kuna majini maana. Wewe mwanangu, nikwambie kitu kimoja. Humu wala hamna majini. Ila tu mwanangu kiongozi ambaye umempa uongozi. Ambaye mwanangu saa zote tu anakaa anashikana tu na huyo manzi. Yaani mimi mwanangu na hiyo wivu. Acha tu. Nikwambie kitu kimoja. Yaani humu kwenye msitu mwanangu, hamna cha majini. Wewe kikubwa utafute zetu hela. Mimi nikishapata zangu hela naingia zangu kwa Madiba. Nenda zangu kula raha. Au si? Au tunaenda wapi? Oya Keimo. Hivi dili ya kufungua na aliyokupa kwanza. Yaani mwanangu nikwambie kitu kimoja. Aliyesambaza mchongo mzima wa dili ya funguo ni Shafi, ambaye ndio kiongozi mwenyewe ambaye ametuleta huku msituni. Kwa mwanangu wetu kikubwa ni cha kutulia na kufocus tu kuhusu funguo. Unajua tu. Kwa hivyo unasikia? Tuna focus na funguo. Mali zisizo halali watu wanaenda kwa waganga. Tengo wapate kimagari. Tukapiga selfie. Dunia tumeumbiwa na shida. Watu tunafanya visivyo hai. Ona tunavyoteseka. Mpaka nawaza kwa nini iwe hivi. Mola tusaidie. Tuweze kupata ufunguo. Malengo tuyafikie. Sasa baby, kaa pale nikupige kichwa peke yako. Tumekumenuka yuko wapi? Tayari sasa uangalie. Wazee. Disco ishaingia Masai hapa, tujichenge. Vipi mwanangu, wewe unakuja faster kama Chafi sisi watu tumetulia zetu hapa tumelala. Okay Mo. Sikiliza sasa, mimi nikikwambia kitu nitakuwa nisikilize mimi. Mimi ndio kiongozi wako. Nisikilize. Mimi ndio kiongozi wako. Nikwambia hapa kuna danger. Elewa. Nini kwanza? Tulia kwanza. Fanya nini? Fanya nini? Sokolendo, sikiliza. Mimi nikitoa kodi nataka kodi yangu izingatiwe. Mimi nimpa mfumo hapo analeta mambo ya kuyumba hapa. Nishampa mfumo, tuondoke. Tunaondokaje sasa? Tunaenda nyumbani au wapi? Kwani tumekuja kutafuta nini hapa zaidi ya funguo? Twende tukatafute funguo. Vipi wewe? Neema, vipi mbona shemeji anakuja amepaniki? Kuna nini huko? Kule kuna katoto tumekaona. Hatujui kametokea wapi. Katoto kwenye huu msitu? Unavyoshangaa shoga yangu Zuu. Na sisi tunashangaa hivyo hivyo. Wazee, hizo hapo.
Ma Brighton. Bema. Kumbe umetulia hapa. Nipo hapa. Penzi. Wow, mambo. Ndiye baba poa. Njoo kwanza. Baba wao. Njoo kwanza. Mke wangu, mbona hujamvalisha kiatu? Kama kavaa tu kiatu. Hamna, nimeona tu nimwache hivyo hivyo. Mke wangu, habari za asubuhi? Salama. Habari za kuamka? Nzuri. Sasa mke wangu, mimi nilikuwa na ratiba kutoka. Kwenda wapi? Kuna jamaa naenda kumwangalia ila sitachelewa kurudi. Kwa hiyo nikute basi umeandaa. So unajua tena hii asubuhi. Sasa mume wangu, mimi nitaandaa nini sasa? Mke wangu. Ulimaliza hela yote? Maisha. Sasa basi nitakuja naye. Haya mume wangu, nakutakia safari njema huko uendako. Haya mke wangu. Haya. Baba anatoka. Bye. Mwambie baba afike salama. Haya. Nakuja. Haya mume wangu. Watu tunateseka, tunatafuta gado, kweli pesa sabuni ya roho. Watu tunafanya maovu kwa sababu ya pesa. Dunia ya sasa kila kazi inafanywa ili madu. Jamani, hebu tuameni kidogo. Vipi? Jamani, hebu tupumzike kidogo maana mimi nimechoka. Wewe, yaani upo serious kabisa. Safari ndo mwanzo hapa tunaanza, ndo tumefika hapa. Hivyo nitakao tufike mbali kabisa. Hivyo kwa midogo ndo bado kabisa hapa tumeanza. Unaona? Wewe cha kufanya pa kaza. Sawa? Kaza kabisa mtoto wa kike, kaza. Halafu kae ukijua tunatafuta nini ufunguo watu tupate hela. Any boy aingie studio. Wewe unaleta maswala ya kuchoka. Kirejareja. Hivi anajua anachokifanya. Tunaendelea na safari. Unasemaje Makopo? Sikia sawa wanangu, huyu mtoto wa kike kama mnavyoona. Unaona, tusimlazimishe akaze kama si wanaume. Tuangalie sehemu tupumzike, mambo yaendelee vizuri. Makopo ishi. Yeye upo serious kabisa unamsupport mtoto wa kike wakati safari ndo tunaanza. Hivi bwana acheni ukike okay, twende. Anyway kasema acheni ukike kike. Twende. Hey, udani hauji. Njoo, utajiri uliimenya njoo. Na mke wangu. Mbona mjomba Mbuni Simoni hapa nyumbani? Mke wangu. Unamwaza Mbuni wa nini? Yule ni kijana sasa hivi ameshakuwa, kwa ana kazi nyingi za kufanya. Acha kuwaza hayo mke wangu. Afu mbona mtoto huyu kila siku nguo hizi tu? Kwa nini mke wangu unanikwaza mke wangu? Mimi kinachonishangaza, chakula nilichokiacha tangu juzi nilikitunza ndani mwake. Leo nimeingia nimekuta bado kimo. Yule anakuja ameshiba, kwa usiwe na shida naye. Sawa mume wangu, nimekuelewa. Mimi ngoja niende sokoni nikaememe. Ila sasa mke wangu, mavazi ambayo unayavania kwangu peke yangu ili unionyeshe na mimi niwe najisikia nikiwa nyumbani. Ila huku ukiingia mitaani jaribu kuweka nguo, wengine asije akanibia mke wangu. Najua kabisa nakupenda. Sawa mume wangu. Wai basi mke wangu. Mbuni, mbona sina taarifa yoyote? Na nikijaribu kupiga simu haipatikani. Shafi haipatikani.
inawezekana hawa kuna kitu ambacho wamekosea, kwa sababu maelekezo mimi ambayo nimeyapata ni ya muda mchache tu wanafanikiwa kuleta hiyo funguo. Watu tunateseka, tunatafuta gado, kweli pesa sabuni ya roho. Watu tunafanya maovu kwa sababu ya pesa. Dunia ya sasa kila kazi inafanywa ili mradi uwe na pesa. Pesa hiyo ndo imetufanya tuingie msituni kuteseka. Washafi. Poa. Vipi? Fresh. Umetulia kabisa, mna amani. Vipi kule, mbona mmetoka mmekimbia? Shida ni nini? KB. Ni sahihi ulichokiongea. Lakini pale nilivyotoka kwenda na demu wangu kupiga picha. Demu nimempiga picha sawa. Ile tunakuja kuangalia zile picha. Nikakuta kwenye zile picha kuna mtoto fulani hivi mweusi. Ndio tukaanza kushangaa. Kwenye huo msitu kuna danger na hatari. Kwa tuwe makini. Una uhakika kweli una picha za huyo mtoto? KB, hizo picha za huyo mtoto zikusaidia nini sasa? Wewe Dazu, nikwambie kitu kimoja. Hizo picha lazima tuangalie ili tuone uthibitisho. Je, picha kweli zipo au anatupanga? Kwa sababu ile jamaa sasa hivi anavuta bange. Wewe unamuona jinsi alivyo, macho yake kwanza mekundu. Kemo, hem tuheshimiane bwana. Mimi bangi wapi na wapi? Ngoja niwahakikishie. Niwaoneshe picha. Sasa niwaoneshe picha. Ziko wapi? Sasa mbona picha zionekani? Mimi nishawaambia huyu jamaa sasa hivi anavuta bange amsikii. Sasa picha ziko wapi jamani? Mwanangu, picha zilikuwemo, hata ukimuuliza huyu demu. Mimi nilimpiga kabisa, aliona. Hivi wote si tuna macho? Nyie picha mmeziona? Tunashangaa sasa. Mimi nawaambiaje? Saizi maana kuna watu wameanza kuvuta bange kisilisili kwenye msitu. Mwanangu, sikiliza sasa. Mimi ni kiongozi wako, nikikwambia kitu nitakiwa unisikilize. Hata kama sijakataa ni picha mimi nilipiga sasa. Sasa kama wewe umeniambia kwamba picha zimo, na mimi ndio msio hapa sumuulize. Sasa ziko wapi? Sasa umesema kwamba tuonyesha picha. Nikikwambia mimi tulia. Wewe vipi wewe? Tuuliza bwana, vitu vingi hata kama wewe ni kiongozi uko sasa usiambiwe. Wewe vipi wewe? Wewe ni vipi? Kaka kutulia basi. Mimi nilipiga picha kabisa, nilipiga kama hivi. Nilipiga picha kama hivi nilivyopiga hapa. Ngoja niwaoneshe nilivyoenda kwenye gari kule. Kama hivi. Oe mwanangu Makopo. Mbuni mwanangu. Hapa naona ruti zinakuwa nyingi sana, unaona. Afu matarajio siyaoni. Kwani nyinyi mna mbinu gani? Hapa labda tunaweza tukatumia mbinu gani sasa hapa ili tuweze kupata huo ufunguo? Sikia mwanangu, ni boy.
wanavyoona vitu vizuri vizuri, wadada wazuri, ujue wanagharamiwa, unaona. Kwa hata hii funguo tukiipata mwanangu, ndio maana umeambiwa ni mchongo wa hela. Unaona? Kwa sio kitu cha mchezo kusema kwamba haraka mtu utaweza kukiona haraka yani. Kwa hiyo sisi tukaze, yani maana yake muda mwingi tuutumie kuangalia wapi? Chini, kama tunatafuta sindano. Ede boy na Makopo, mnisikilize kwa umakini. Kwanza hili dili la huu funguo mimi mwenyewe nimepewa na mjomba. Mjomba kanivuta mbuni, kuna 1 2 3. Nendeni polini mkatafute huu funguo, mkisha upata kuna hela nzuri. Kwa hiyo mchongo mimi mwenyewe nimepewa na nani? Na mjomba. Na mjomba akasema huu funguo tukisha upata madili ni ya kutosha. Kwa sisi kazi yetu kama ulivyosema bwana Makopo, ni kutembea macho yetu yote yako wapi? Chini. Down tunatafuta nini huo funguo? Yaani ukipata kifunguo chochote kile ndio chenyewe. Kifunguo chochote tunapeleka kwa mjomba, tunapiga hela. Jamani, tukaze tu, tuendelee tu na safari. Eti kwa ushaona tukaze. Kwa hapa kama ni kukaza tunakaza. Sio tunapiga tambo 2 3 dakika ya mwisho unaanza kusema fanyaje? Umechoka. Kwa hapa nataka tufanyaje? Tukaze. Unyama ilikuwa nakubali. Bwana, mke wangu amechukua muda mrefu. Wakati nimemwambia kabisa hapa nina njaa, kwa hiyo nitakuwa wahi kabla sijaenda kule ninakoelekea. Ila kwa vile amechelewa, ngoja kwanza niende, alafu ngoja niende kwa. Sasa shoga yangu, kuna sehemu na wai, ngoja nikuache, tutaonana baadaye. Haina shida. Dada samani. Bila samani. Samani, mimi naitwa Chamba. Sijui mwenzangu naitwa nani? Mimi naitwa Ivona. Sawa Ivona. Unajua kila ndege hutua kwenye mti wake. Na mimi nimetoka huko Pemba na nimefall in love kwako mama. Mimi tayari ni mke wa mtu. Sawa umeolewa, lakini mimi ninavyoona nafasi bado ipo. Unajua mimi na wewe ni watu wazima. Hatuwezi tukafanya mambo yakawa wazi. Unaenda kufanya chini kwa chini. Na mume wako hawezi kuelewa chochote yani. Kaka, kwa kweli mimi kama nilivyokuambia ni mke wa mtu. Siwezi kutoka nje ya ndoa yangu. Tayari mimi na familia na mume wangu. Kwa hiyo siwezi. Tangu. Na pale anafanya nini? Sawa, mimi naomba nikupe muda wa kufikiria vizuri, kwa sababu mimi ninakupenda na kuhitaji. Kwa nakuomba nikupe nafasi ukajifikirie, pengine tutakapokutana utakuja na mawazo mengine tofauti. Haya kaka, haina shida. Mzigo. Ujinga huu. Mtu ameaga, nikamwambia nenda uwahi, yeye ameenda kufanya mambo mengine ya kwake ambaye yeye anajua. Akirudi hapa sidhani kama ataniambia nini. Taona saje, tutamalizana hapa hapa. Kwani mimi nina kasoro gani? Nina kasoro gani?
Oya Makopo. Ili kuna time nitakuwa tufanyaje? Tukue humu hivi tumekuja kutafuta funguo. Hatujaje kufanyaje kuchekesha, sawa? Masuala kutoka kule mtu usijui unachekecheka nini? Yaani mtu hapo serious, sawa? Hebu tuwe tunakuwa serious mwanangu. Humu tumekuja kufanyaje? Kutafuta funguo, tuzingatie kitu ambacho kimetuleta huku. Sawa Afu ni boy mwanangu unazingua. Unafikiri hapa ni muda wa kushika mic? Heyo. Hapo kama vipi? Yaani tutafute funguo, ndio. Tutafute tumenuna sasa, tusiongee. Yaani mtu unataka kuibadilisha asili yangu sasa kwa hali kama hiyo. Yaani nataka kunibadilishie mifumo. Natafuta funguo, sitafuti funguo. Mimi mnatembea macho juu. Mimi nimevaa kabisa na miwani ya lenzi ni uone ufunguo. Ili hata kama ni kadogo nikazoom. Unaona hii miwani? Sio ya kuchomelea, hii ya kuzoom. Ukiona funguo na zoom inakuwa kubwa. Sasa unaniletea nani? Muwe serious na kazi. Jamani, tusipokuwa makini huyu Makopo atatuponza. Unajua muda mwingine Makopo kuna time inafika kabisa anakuwa kama mtoto wa kike. Mtoto wa kike mwenyewe anasema kabisa wazi tuendelee kutafuta funguo tena kwa morali. Halafu wewe Makopo unakaa unaongea ujinga maana yake nini? Kubwa jinga unakuwa kaa hukui mwanangu. Haya. Kwa hali kama hiyo sasa tunapaswa kuwa makini, yani macho yetu ya focus down. Kutafuta nini? Huu ufunguo. Ni hela hii. Tunasomana fresh wazee. Sawa? Sawa. Subiri basi mwanangu nikakate goma. Wewe jamaa mambo yako. Nisinye sasa, nisinye. Mwanangu, habari za mimi? Hivi we mke wangu, unataka nikufanyie nini ili uelewe mimi ni mume wako? Mwanangu, mbona sikuelewi? Mume wangu sikuelewi, hunielewi nini? Kwa hiyo, hujui ulichokifanya huko ulikokuwa? Nitakuja kung'oa hayo manywele yako. Hivi mwanangu, unajua mpaka dakika hii sikuelewi. Yaani uko unaongea tu mimi nakuangalia ila sijaelewa unamaanisha nini? Unielewi. Unajua we mke wangu kama una akili we? Huna akili. Nimekuambia toka hapo uende wewe ukaenda kufanya kwako. Yule ambaye ulikuwa umesimama naye ni nani? Hivi we mke wangu unataka nikupe nini? Hadi uelewe mimi nakupenda. Sijakuoa kwa ajili nije. Hivi we jameni mke wangu unanikwaza. Ila mume wangu hata wewe umenikosea. Kweli kusemama na mtu barabarani kweli tena kwa muda ule mchache ndo nifokee kiasi hicho. Sipo hata ungeniuliza kwanza kiustaarabu nikakuelezea. Kama ni hivyo mimi sikwambii chochote. Ni sawa, huwezi kusema kwa sababu kitu ambacho ulikuwa unafanya pale ulikuwa unachelea au ulikuwa unakielewa. Huwezi kuniambia. Uniambie mimi nikusaidie nini? Mimi kwako nishakuwa mjinga. Sawa? Yaani mume wangu sio kwamba wewe ni mjinga na sio kwamba eti mimi nakudharau. Mimi nakuheshimu tu. Ila sasa ningekuambia ila umekurupuka kunifokea. Mimi nimekurupuka. Kwa kila inachokifanya hapa nyumbani na kurupuka. Sina akili. Sina akili. Kwa kitu ambacho nakuuliza mimi nakuuliza wewe na kurupuka. Mke wangu, kama ulikuwa hunipendi tangu awali sijakuwa, ungeniambia tu. Wewe mwanaume sikutaki. Wewe ni mjinga, una akili. Sawa. Nimekurupuka, basi hebu niambie. Pale ulikuwa unafanya nini? Kama ulikuwa hutongozwa. Mume wangu yule ni mgeni, sio kwamba nilikuwa natongozwa. Nimepishana naye tu pale midale natoka sokoni, akanisimamisha. Kuna sehemu alikuwa anapatafuta. Mimi nilikuwa namuelekeza tu. Kwa alikuwa nakuuliza yeye ni mgeni, yeye tu amekuja humu kijijini, ajua nakoelekea, alikuwa nakuuliza wewe. Sawa, mke wangu mimi nimekuelewa kwa sababu
lazima uwe na wivu, kwa sababu mke wangu umeumbika sana. Kwa hiyo nilijua kabisa mimi naibiwa kutokana na umbile lako jinsi ulivyo, kwa sababu ukitembea unavutia kila mtu. Mtoto, mambo? Njoo. Basi. Baba, basi. Yaani mume wangu ukiwa mkali mpaka na mtoto anakuogopa. Wewe ameanza hadi kulia. Mke wangu. Kwa hiyo mimi nilikuwa naongea tu kwa jazba wewe, kwa sababu jinsi nilivyokuambia. Hebu kanaandalie kwanza. Nina njaa, hata kule nilikokuwa nimekwambia naelekea sikwenda. Hebu kaandae basi. Watu tunateseka, tunatafuta gado, kweli pesa sabuni ya roho. Watu tunafanya maovu kwa sababu ya pesa. Dunia ya sasa kila kazi inafanya. Mambo vipi sasa? Poa. I'm sorry. Kwenye hili poli uko peke yako? Ndio, niko peke yangu. Kwani kuna shida? Tatizo lipo. Hili poli kuna vitu vingi. Huwezi kutembea peke yako, mtoto wa kike. Unaona? Kuna nyoka, simba, vitu vya ajabu. Yaani kiufupi hapa tupo nyumbani mwa viumbe vya maajabu. Huku tupo nyumbani kwao. Unasikia na sauti za ajabu. Sasa mtoto wa kike unaweza ukapasuka ngoma za masikio. Unaona? Yaani kiufupi mimi siogopi kitu chochote. Yaani nikiwa sehemu hii nakuwa salama kabisa. Kwani vipi, mbona uko hapa? Mimi bana siko peke yangu. Nipo na marafiki zangu hawa watatu. Mbuni, Jovi na Eni Boy. Unaona? Hapa tuna kazi moja tu, tunatafuta funguo. Sasa sijui umeshaiona mahala? Unajua kuna muda unachekesha. Hata jamani, funguo na polini huko vinahusika nini yani hapo? Mima hadisi ya mapenzi, ngoja nikuhadisie. Nye yangu matembezi, nusu kufa nizimie. Shona mtoto bila malezi, ndo nilikuagamie. Moyo niliwapa wezi, matapeli wanibie. Unaona? Kwa hiyo funguo tumeambiwa ni dili kweli. Kwa mimi kama utojali tungeshirikiana kutafuta hiyo funguo. Yaani ukiona tu kifunguo chochote kile unapita nacho, kikubwa sisi tumeambiwa tunatafuta funguo. Hapo mzee mwenyewe aliyetuambia ni hela nzuri. Yaani hapo hata sielewi cha kusema. Lakini usijali. Mimi ngoja niondoke, tuonane siku nyingine. Sasa sikia dadake. Niachie basi namba ya simu ili nikiwa na kiu nikutafute kwenye simu ili tupate maji. Mimi sina simu. Sasa unaishije dunia hii ya 2000? Sasa jamani, mkisikia lile neno linalosemwa kwamba kukata gogo, hili sio kukata gogo, ni kushusha kamba kabisa, zile kamba zile. Kwa sababu jamani, hamna kukata gogo kwa namna hii. Huyu Makopo kwa kweli jamani. Shafu jamani masiara sana. Hapo ukuta amekuja hapo hivi, amekatwa hapo hivi, ana ramani tu anatushangaa shangaa, jamani masiara sana. Jamani, wenda anaalisha. Kama anajijua na umwa anaalisha. Amekuja huku kufanya nini?
Unajua vitu vingine lazima tu tunatumia akili. Kwa ndugu zake huko. Yeye ajua kama huko ni msituni. Mimi vitu vingine vya kijinga jinga hivi namna hii. Kwanza mimi niko namwacha. Mimi niko naondoka zangu hapa, mnabaki namsubiria wenyewe. Any boy, kwenye kumwacha hapo kidogo inaweza ikawa kipengele kwa sababu yule tumekuja naye sisi. Alafu tukumbuke kuna serikali. Kwa hiyo tukimwacha likaja likampata jambo, tunaweza tukaingia kwenye vipengele. Tukisikilizia tu kija afu tukidake tukipe mifumo. Kikikataa kuendana na sisi kirudi nyumbani. Kikikubali kiendane na sisi. Tutafute funguo jamani, tupige hela nyinyi. Kwanza huyu jamaa sijui mimi nilale kwanza hapa. Maana sikia mpaka naomba tumsubiri. Mtu unatumia akili. Mtu haende na muda. Fala wewe. Wewe unaweza ukatuambia ulikuwa unafanya nini muda wote huo? Sikieni sasa wanangu ni wapange. Mwanangu. Kumbe huu msitu mwanangu. Alafu kumbe karibu na kijijini nilichogundua. Kuna hayo mapiskali. Ona sasa akili zake. Yaani mtu anatoka hivi anaenda huko dakika mwisho na kuja na zesheni ambazo hazieleweki. Mapiskali humu msituni umesikia kuna mapiskali? Mapiskali gani? Ni boy, haki ya Mungu. Nimekutana na mtoto wa kike amevaa dera kabisa wale wa Hindi. Yuko na nani? Yuko na nani? Peke yake. Nimemsalandia akasema haki ya Mungu, nimemtongoza kabisa akasema mambo safi safi. She. Umekuja umekula penyewe. Amenielekeza kwao tu ila alichosema hana namba ya simu. Any boy, kichwa kiko timamu, twenzetu wazee. Kwa jamani hata ili amliamini. Baki. Ningejua ningejiendea na yule manzi. Kaimo! Tena mimi na hasira sana na wewe. Nilikuwa nakutafuta sana tu. Nashukuru Mungu tumekutana. Yaani wewe upoteze wewe. Halafu tena unakuja hapo unaanza kunikalipia mimi. Unajua nimetoka wapi kwanza? Nimekutana viswaibu vingapi? Tutamalizana. Wewe bado dogo sana. Yaani mimi mpaka ukabidhiwa hiki kikosi nimeaminiwa. Pumbavu wewe. Wewe dogo wewe. Sawa. Leo mmeniwini haina noma. Ila kikubwa sasa focus na wenzetu kwanza tunawapataje? Kwa sababu kama wewe ndio captain wa hiki kikosi, lazima uwe na bidii na juhudi pia kuwapata wenzetu. Mimi nakwambia ukweli sasa. Tuwatafute wenzetu chapu, tukishakutana kikosi tujadili. Inawezekana mimi ukapteni kakunyang'anya. Hakunaga mtu ambaye anakuaga captain wa kikosi afu nakuja unanipiga mimi. Wewe dogo wewe, kama unaona hujaridhika kugomana na mimi, hebu tuendelee kwanza nikugonge kwanza. Bavuni. Wewe vipi wewe? Kama unaniweza njoo. Sasa sikia, hebu nifuate huko nyuma. Kumbe KB, usituona ndo anachokijua tu. Tusimameni kwanza. Ili tujadili hapo mara moja. KB, tunafanyaje ili tuwapate wenzetu? Yaani hapa ndo maana nimetoa hapa nikwambia njoeni tujadili. Yaani hapa natakuwa tushirikiane wote kwa pamoja. Tujue tunafanyaje. Sasa jamani, wewe si ndio mwanaume au si unataka tufanyeje?
Sasa hapa mnaniuliza mimi. Sasa inatakuwa wote tushirikiane, twende kuwatafuta. Hebu Wakuu, kuna vijana wameingia msituni wanafanya mapenzi kwenye msitu wetu, ambacho ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Kwao basi nimekuja kuomba hawa vijana wateketezwe kabisa. Mimi sipendi hii hali ambayo inatokea msituni. Usijali, hao walioingia msituni hakuna hata mmoja atakayetoka salama, maana tayari wameshakwenda kinyume na masharti ya huu msitu. Sawa wakuu, nimewaelewa. Odi. Karibu tupo. Asante. Mjomba. Oh, shikamoo mjomba. Baba, habari za nyumbani? Nzuri. Tupo. Asante. Baba Brighton, tuletee kiti. Mke mjomba, shikamoo. Marahaba, karibu. Sokoni ndo vipi? Safi, nyewe vipi? Fresh, wenzako umewacha wapi? Shafi, unaniuliza kuhusu wenzangu? Sokoni ndo kwamba swali nilokuuliza hujalielewa. Hem, kaa chini kwanza. Kaa chini. Watu tunateseka, tunatafuta gado, kweli pesa sabuni ya roho. Watu tunafanya maovu kwa sababu ya pesa. Dunia ya sasa kila kazi inafanywa ili maduwe na pesa. Pesa hiyo ndo imetufanya tuingie msituni kuteseka. Karibu mjomba. Habari za huko utokako? Nzuri. Mbona mnyonge hivyo mjomba? Mjomba, mimi hapa kilichonileta. Sawa. Mimi leo ni siku ya 3. Simu ya Mbuna hapatikani. Afu mimi nikimtafuta, nimeulizia mitaani huko sijapata majibu. Kwa mimi nikaona nije hadi hapa nyumbani. Na mimi mjomba, unavyojua mimi nampenda Mbuni, tena nampenda sana. Na mimi siwezi kuishi bila Mbuni mjomba. Sasa mjomba,
Kwanza mimi mwenyewe nimeshangaa kuja wewe kuniuliza, kwa sababu ndani ya hizi siku 2-3 nilijua kabisa wewe unaishi naye pale kwako. Sasa nashangaa leo unaniuliza sijui Mbuni yuko wapi. Mimi mwenyewe kutengeneza yangu beskeli hivi nilikuwa nataka nipite pale kwako. Nikifika pale labda naweza kumkuta. Sasa nimeshangaa na wewe pia unaniambia unamuulizia. Unanishangaza mjomba. Na hana sehemu nyingine yote ya kutembelea. Mjomba, mimi hayupo kwangu. Na ndio maana mimi nimetoka huko nimekufuata wewe. Ili wewe ndo uniambie ambao sehemu yupo. Kwa sababu wewe ni ndugu yake, huwezi kukosa kujua mjomba. Naomba unisaidie. Sasa jamani, kwanza kabisa tusikilizane vizuri. Huu msitu tuliopo saa hizi huu una masharti yake wazee. Kwa nimeona mapema kabisa mimi niwasanue lisije likatupata jambo kisa mtu mmoja tukaonana wabaya. Kitu cha kwanza ambacho ni cha muhimu kabisa hiki jamani, naomba nieleweke. Hatupaswi kutongozana humu. Makopo kabisa, mimi nakuona umeanza kumendea huyu mdada. Makopo tuheshimiane. Yaani ukitaka utupoteze tufe, umtongoze. Huu msitu wazee hauhitaji masuala ya mapenzi wala kuvuta mioshi. Tusikilize. Tuelewane wazee. Hapa isitoshi. Hapa wanaume tupo 3. Binti mmoja. Unaelewa dogo? Hapa atakayeleta nini anakutongoza kataa. Alafu niletee taarifa. Mimi ndio nimewapa huu mchongo. Jamani tuheshimiane. Si nimeeleweka? Hapo sawa. Sawa jamani, mimi nimewaelewa. Lakini vipi ukikutana na mwingine na yani msituni katokea umekutana na demu mwingine, uruhusi tena kutuongoza? Unajua dogo, kati yetu sisi hapa, wewe ndio unaonekana mjinga. Kwa sababu unavyoviongea yani haviingii kabisa. Haya kwenye huu msitu wewe mwanangu kutamtoa wapi? Yaani kama mnakuwa serious basi. Nimeuliza hiki kitu nikiwa na maana msiseme tupo waene tu. Mimi kama nilivyowaambia mwanzo mmenibishia kule. Mimi nimeshakutana na mdada mzuri tu na nikamtongoza. Ila hapa nawauliza tena kwamba nikikutana na mwingine siruhusiwi tena kutongoza, ila nyinyi mnachukulia picha ya watu waine tu. Unaona? Mimi naona kabisa tupo 5, hapo nyewe mnapiga picha ya watu waine. Mnanikosea. Dakotade. Makopo. Umekuaje mwanangu? Yaani unajua Makopo mimi nilikupa na kukubali kuliko hata wao wengine. Lakini naona kabisa unaniangusha Makopo. Mbona hutumii brain mwanangu? Yaani unasema kabisa umetongoza, umekutana na mdada umetongoza kwenye huu msitu. Huyo mdada ametoka wapi? Na bado unaendelea kuweka tena matazamio, picha ya mbele kwamba kuna mwingine unaweza kukutana naye na mwingine ukatongoza. Unatongoza mambuzi, Makopo. Mwanangu, yani kama una kabisa kukana sisi huwezi mwanangu, tutakutema, ushike njia yako, tushike njia yetu. Unanikubali kwa yote ila kwa hili umeshindwa kuniamini. Haya twende. Tunaenda. Sasa mjomba, kwanza umenipa mawazo sana. Kwa sababu nitegemea yuko kwako. Tusaidiane wote. Mtafute, ukijua sehemu alipo unijulishe. Na mimi nikimpata basi atakuwa hapa nyumbani. Najua tu atakuja kukuona. Haya sawa mjomba, yangu yalikuwa hayo. Wewe fanya hivyo. Kwenye matembezi yako mkikutana naye utanijulisha na umwambie namtafuta sana. Na mimi nikimpata nitamwambia unamtafuta na utamkuta hapa. Haya mjomba, mimi ngoja niwaache. Wala haina shida mjomba. Mke wangu, mimi natoka kidogo kwa sababu hii baiskeli imenichanganya, naenda kwa fundi. Hebu subiri kwanza. Baby, pole sana baby. Nilikumisi sana mpenzi wangu. KB, hivi kile kilichotokea kwenye simu, kile ambacho mimi nilikiona mimi na wewe ndio ulikiona kweli? Yani hapo maana alipiga picha tu ya wazi, sehemu iliyo wazi. Sasa alipoenda kuangalia sasa, hapo ndo na mimi nikachanganyikiwa. Kila mwanangu KB, mimi kwambie kitu. Mimi ninavyoona kwenye huu msitu, inawezekana kuna vitu vya ajabu kweli. Kwa sababu
katika maswaibu ambayo yote tumekutana nayo, sawa, watu tunafikia stage hadi tunakimbia, inawezekana aliyomo yamo. Kwa mimi nilichokuwa na shauri, sawa, tungekaa tukawaambia wenzetu kama vipi turudini home tu. Nemo, katika mada ambayo inatakiwa uzungumze, hiyo ya kurudi nyumbani. Tutafute funguo mpaka tuipate ndio turudi nyumbani. Lakini hivyo kurudi nyumbani sasa hivi, hatuwezi tukarudi nyumbani bila kupata funguo. Tutafute funguo. Shafi, uko sahihi, twende tukatafuta funguo. Wazee, twendeni. Hivi unajua mimi sikuelewa. Unielewi nini mke wako? Yaani ili unalolitengeneza sikuliki kulipukia, usinihusishe. Kiwangu unanishangaza. Natengeneza nini? Mbuni yuko wapi? Masuala ya mbuni nishakwambia achana naye. Yule ni kijana najitambua. Mbona unielewi mke wako? Hivi unajua mimi ni mtu mzima eh? Alafu wewe unavyoniuliza sijui kuhusiana na mbuni, sijui wapi. Yule ni kijana ambaye nimejitambua. Kama ametoka ameenda kijiji cha pili kufanya vibarua. Nitoke hapa niende kule. Na simu zake hazipatikani kama aliuza. Alafu sasa hebu nisikie tena kwa umakini. Mambo ya kuwa unafuatilia mambo ya mbuni. Mke wangu unakoelekea tutakuja kugombana. Huyu mwanaume kama amemtuma mbuni msituni, atanijua mimi nani. Sana fanya mambo yake kimya kimya. Hajanijua bado. Shenzi huyu. Watu tunateseka, tunatafuta gado. Kweli pesa sabuni ya roho. Watu tunafanya maovu kwa sababu ya pesa. Dunia ya sasa kila kazi inafanywa ili mradi na pesa. Pesa hiyo ndo imetufanya tuingie msituni kuteseka. Shoga yangu, mambo poa? Shoga yangu, habari za siku? Nzuri. Samahani shoga yangu, hapa mimi na shida na siku hii mimi simuoni Joe. Huko ulikotoka hujamuona? Shoga yangu, mimi sijamuona kwa kweli, na kama nilimuona siku hiyo, siku moja walikuwa wamekuja kunipitia kwamba twende huko msituni. Sasa wasiwasi wangu wote, mimi nahisi wote wako huko msituni. Mimi ngoja niende mara moja huko mbele, maana kuna kitu nimefuata, maana sielewi hapa shoga yangu. Mjomba, nimetikia wito. Mimi mjomba nimekuita. Kuna kitu ambacho sikielewi. Mbuni ana siku nyumbani hayupo. Na mimi nahisi huyu mjomba wake, yani issue yote anaifahamu. Kwa sababu yani sielewi na mimi mbuni hajaniaga, na najua kabisa kwamba mbuni hawezi kutoka bila kumhusisha mjomba wake. Sawa mjomba. Ndio maana nilifika hapo kwenu. Nikawa naongea na mjomba, ananijibu shortcut. Sasa sijajua kwa mjomba nahisi anajua siri kubwa. Sasa mjomba, utanisaidiaje kwa hili? Sasa mwenzio naumia. Sasa kilichopo hapa ni kitu hiki kimoja ninachokiona. Mimi kaandaa kijana mwenye nguvu. Sasa najua kule msituni kule kuna mambo mengi. Ule msitu, yani watu hawaingiaji hovyo hovyo. Na kama mbuni yupo kule, basi atakuwa mwenye hatari. Sababu mimi ule msitu naufahamu. Kuna kitu kilitunzwa kule ambacho ni cha mababu na mababu. Yani miaka mingi kipo kule, kinatafutwa na kila mtu. Kwa kama huyu mwanaume mimi ananizunguka kwa kuagiza vijana msituni, mimi nitaagiza kijana huyu akafuatilia.
Bwana, mguu huu ulikuwa ni wa kwako. Waheri, lakini kilichokuwa kinanileta kwako, sawa, nilikuwa nakuja kumuulizia Shafii, kwa sababu Shafii leo ni siku ya 3 hajaonekana pale nyumbani. Yeye aliniaga akasema kwamba naenda wapi? Kwa Mbuni. Umeshaona? Lakini baada ya hapo hakurudi tena. Umeshaona? Sasa nimekaa nikafikiria, hapana, kwa sababu Shafii mimi namfahamu, ni mdogo wangu, nimeishi naye, tabia zake nazijua. Wewe umekuwa wa pili. Wa kwanza amekuja kuulizia mjomba wangu Mbuni. Inawezekana sisi tunawatafuta, kumbe wameenda kijiji cha pili kwenye mihangaiko yao, kwa sababu vijana wale ni vijana, wanaweza kutoka hapa wakaenda kijiji cha pili kule, labda wamepata issue ya hela, wakaenda kuishi huko. Hapana, sikuelewi kwa kweli. Hebu naomba niweke wazi, kama unajua alipo, naomba uniambie ndugu yangu. Wabongo, kwani nimeongea kote wewe hujanielewa? Sasa unataka nitumie lugha gani hadi unielewe? Mimi mwenyewe namtafuta Mbuni. Sasa unaponilazimisha kuniambia hunielewi, na mimi pia sikuelewi, kwa sababu ana siku 3 Mbuni hayuko kwangu. Mbona hapo sijaelewa chochote kile? Subiri, itafahamika tu. Wakuu, leo nimekuja kwenu. Vijana ambaye nimewaagiza kwenda msituni, sina taarifa yoyote. Leo ni siku ya 3. Sina ripoti yoyote kuwa wamepata au hawajapata. Naomba mnisaidie. Na wategemea sana wakuu wangu. Richard, ulikumbuka kuambia masharti ya msitu kabla ya wao kwenda msituni, maana kwa wanayoyafanya hakuna hata atakayetoka salama. Ndiyo wakuu, niliwaambia masharti ya kule msituni, wasije wakafanya uchafu wa aina yoyote. Na kama wamefanya hayo, wakuu wangu, naomba mnisaidie. Ngoja tukuonyeshe wanayoyafanya huko msituni. Sawa wakuu. Wakuu, nimeona uchafu ambao wanaufanya vijana wale. Ila naomba hao vijana warudi wote, wasije wakapatwa na tatizo la aina yoyote. Na wategemea sana wakuu wangu. Watu tunateseka,
tunatafuta gado, kweli pesa sabuni ya roho. Watu tunafanya maovu kwa sababu ya pesa. Dunia ya sasa kila kazi inafanywa ili mradi uwe na pesa. Pesa hiyo ndo imetufanya tuingie msituni kuteseka. Tamaa za kifedha ndo zinafanya tunateseka. Msituni mauzauza. Walembo, nawasikiliza, mnasemaje? Sasa kaka, Ndio. mimi nimekuita hapa na jambo moja tu. Mimi nina shida. Shida gani? Shida hiyo ni ya kule msituni. Nataka nikuagize msituni kule. Unajua kule msituni kuna changamoto nyingi, kuna wanyama, kuna vinyoka nyoka. Kuna shida gani kwa mnapoagiza msituni? Kuna mishi gani huko? Shida iliyopo huko msituni, kuna vijana ambao tunasikia hapo huko, ila hatuna uhakika, bali tunataka tukutumie wewe, tukuagize uende uhakikishe kweli wapo. Yaani kule hauendi bure, na ukiona tu mtu hata huyo niletee majibu mimi, afu mimi ndo utajua jinsi ya kufanya. Kwenye hela penyewe hapo polini naenda, mna shilingi ngapi? Aise blaza, mimi najua kule kuna changamoto, ila usiwaze kula basi hata 50, sikucheki tu. Oya anko, mimi naongeza 50 hapo, iwe laki basi. Oya mshua, we timba basi msituni hapo. Yaani wewe oya, nikiona mchizi wangu amerudi, wewe zawadi yako ipo bana. Achana na hiyo laki ambayo nimekupatia. Oya, wanangu, usiniangushe. Kina mtu kwenye mambo ya ankala, kwenye pesa mzee silali. Chapo kwa haraka, jua lizami. Katoto nako mbona huko? Mbona sikielewelewe? Hebu ngoja kakachungulie. We mtoto, umefanya nini huko msituni? Nikuulize wewe mwenyewe, umefuata nini huko msituni? Je, ulichokifuata utakipata? We mtoto, umejuaje jina langu? Nishakwambia unachokitafuta utakipata. Katoto aka. Tamaa za pesa zitaniua. Sidhani kama nitaweza. Ndugu zangu, kuna vitu vinatokea hapa msituni, mimi mwenyewe sivielewi kama kiongozi wenu. Doro amepotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Mpaka sasa hivi sijamuona. Je, nyewe mlimuona? Mimi sijamuona. Mimi mwenyewe sijamuona. Ila kwa upande wako wewe, unatakiwa umakini na watu wako. Sasa basi, tungekuuliza wewe kama kiongozi, vipi huyu mtu amepitia wapi labda? Maana tumeondoka wote, nashangaa tujamuona. Jamani, msitu ni huu. Kwa mimi naona tuendelee kumtafuta tu. Ni sahihi. Mnisubiri hapa.
We mtoto wewe, unafanya nini katika huu msitu? Yaani kumbe tofauti na sisi, kuna watu wengine wanaishi humu msituni. Bana, yani hapa tupo kwenye msitu. Sasa mafanikio tunaona ni zero. Yani hapa sielewi kabisa yani. Unaona? Tunazunguka tu, hatujui mwafaka ni nini. Unaona? Hali ya kwamba tungekuwa tunafanya vitu tunajua mwafaka ni nini kidogo ingekuwa vizuri. Sasa tunazunguka tu msituni, tunaenda huku, mwafaka hatujui ni nini. Unaona? Sasa leo simama kama kiongozi hapa sasa. Atuelekeze cha kufanya, unaona? Ili twende direct kabisa moja kwa moja. Au nyewe mnasemaje? Makopa. Boy. Mimi nakuona kama vile uko serious. Kwa hiyo ukisikia milioni 8, milioni 10 unafikiria ni za kuchukua tu hivi. Nimesha kuambia mara kibao, ufunguo kuutafuta sio kazi rahisi. Ndio maana ulichanwa mapema. Wewe tunaenda msituni kutafuta ufunguo. Usianze kuwaza mazingira huyaelewi nini? Yaani hapo ni boy upo sahihi. Yaani tumezunguka tu msituni, yani hatujapata hata ufunguo. Umeambiwa nendeni mkatafute. Kutafuta maana sio kuchukua. Sio kuchukua, kutafuta. Umesikia Jovinus? Sio kuchukua, sio kuchukua. Hebu mimi nachokiona hapa kuleni kwanza kama dakika ngapi hivi tunakula 5. Tunapumzika kidogo afu baadaye tunaendelea na safari. Tunakwenda wajinga bana. Sema lakini bado mapema tungetafuta tu. Tulieni kwanza, mimi nahisi vya tumboni vishaanza kushake hapa. Sasa sijui ni nini. Tungemtafuta yule mazi basi akatupata maji. Inawezekana wewe kwenye msitu. Tunakumbuka kupumbavu. Kila siku nawaambia swala hili hamtaki kuelewa. Nimewaambia nishamuona dada fulani hivi mazingira nikamtongoza na akakubali. Utavijua wewe sasa. Kama tafuta ukimpata ulete maji kamtafuta. Haina noma. Sinaonekana kila ninaloongea ni ujinga fresh. Huyu dogo huyu. Akili zake shaga fiatuka kabisa. Achana naye. Wewe mtu anakuambia shaga ona peace huko. Poli.
Watu tunateseka, tunatafuta gado, kweli pesa sabuni ya roho. Watu tunafanya maovu kwa sababu ya pesa. Dunia ya sasa kila kazi inafanywa ili majuwe na pesa. Ina maana huyu mtoto kwenye huyu msitu amefuata nini? Na amekujaje? Hizi kodi mwanangu sio zenyewe hizi. Hili si tu au jitu, mbona kama vile sielewi. Mungu saidia jala jalali. Oi, sasa wanangu, yani kama siku ya kupata maokoto, huu mwaka ni wangu. Yaani mwanangu tunahangaika, kumbe umetulia hapa tilitala eti kwamba funguo nini. Oya babu, leo napita na hii kitu hii. Hapa tunaishi kibosi mwanangu. Yaani kama ule mjengo wa bi mkubwa. Yaani tunakutafuta muda wote mwanangu, watu wamekata moto huko mapolini, alafu bado huko hapa. Kumbe mganga wangu fundi babu. Mganga fundi. Oya baridi mwana. Hakuna. Baba mganga afe mgonjwa baki. Kufa kufana mwanangu. Yaani hapa, yaani bora tuelewane. Mimi sina kugusa mwanangu. Afu hizi pigo mwanangu zinazokuja sio zenyewe. Mimi unaweza kugusa tena hapo kukata moto mwanangu. Kuna changamoto ila hapa mimi sikubali mwanangu. Watu tunateseka, tunatafuta gado, kweli pesa sabuni ya roho. Watu tunafanya maovu kwa sababu ya pesa. Dunia ya sasa kila kazi inafanywa ili majuwe na pesa. Jamani, na mimi naomba mnisubirie nisaidie kwanza hapo. Hivi nyewe mmekula nini? Unaona? Makopo wewe mwenyewe ishi. Hapo makopo kizingatia safari kama ya pili hivi. Anaenda sasa. Haya, nenda sasa uwai. Wewe Jovi, piga chapo sasa tuendelee na safari jamani, mnazingua. Makopo mwenyewe amerudi amepoa, yani havieleweki. Piga chapo. Zinafanya tunateseka. Wai sasa. Uone hali ya hewa. Mmoja anakufa. Ila baridi tu mwanangu. Yaani hapa ugali wenyewe bado na ukubali kishenzi. We, kama mganga alinituma hii kazi hamna. Skadi kama zote. Baadaye. Kulikoni, mbona demu wangu simuoni hapa? Wewe kama demu wako umuoni sasa? Kaimo. Mbona unaforce vita na mimi? Au unataka tuuchape? Mimi nimekuuliza demu wangu yuko wapi? Inatakiwa unijibu kifasaha. Inakuaje wewe? Shafi, kwani huku umekuja kugombana na demu wako ametoka ameenda haja? Kwa Shafi, Kaimo. Unajua nyinyi ni wakorofi sana. Hivi huku hamjui kilichotuleta. Mara kidogo tu mnakorofishana. Mnaongea vitu ambavyo hata havipo. Hebu tufanye kitu ambacho kimetuleta huku basi. Okay, yote na yote sawa. Sasa kuna kitu nataka niwaulize. Hivi kwenye huu msitu mshawahi kumuona mtu yoyote tofauti na sisi? Wewe hapana, tuje kuona mtu yoyote mwanangu. KB hapo. Kwa upande wangu mimi siona mtu yoyote. Alafu mjue hii mvua kabisa hii ipo serious wazee. Inaweza ikashuka kaa yote hapo kikaa kipengele. Mna sehemu ya kukaa sasa. Makopo. Wewe Makopo. Makopo ametoka huko amepoa.
She, amekukataa nini? Hajakutana na kale katoto. Amekukataa. Hatari sana. Muda wote pisi mapolini. Au umepigwa. Kiko. Mtu wa matukio. Yaani Hatari huko hapa. Hatari sana. Miwani sana. Yeye kana chomelea vyuma mwanangu. Hiyo miwani. Tafuta yenye bulandi ishi nayo yenye bulandi. Kakilala mchana. Mzee. Hatari. No, kwisha upo kimya. Ngoja tusubirie Jovi aje tuendelee na safari tu jamani. Naona umepoa, uwezekano umetii sheria. Kanyoka hivi, kanyoka. Mwanangu Magobo. Una matukio sana mdogo wetu. Sema fresh ngo tuaso na hii funguo tu. Tuangalie tunafanyaje. Si makopo huyu. Inawezekanaje? Inawezekanaje? Hebu subiri. Akifika hapa ndo tuondoke. Wasa Kolindo. Huko ulikotoka hujamwona mtoto yoyote huko? Sasa sijaona mtoto huko. Wewe Shafi. Vipi mbona umekazia sana mada mtoto? Unaonekana umemwona mtoto huko. Basi haina shida. Ngoja tumsubiri huyo demo akija tuondoke. Unataka tuweke kwenye matatizo? Ndio nini sasa? Unakuja unamwangalia Makopo, unakuja unamwangalia Makopo nini sasa? Jicho lenyewe sasa. Jicho la kumuita hivi. Ushaambiwa mtulie jamani, mnaweka kwenye matatizo. Unaulizwa ndio umemwona Makopo au malengo yenu wote tuishio mpolini. Je, unakuja kabisa umemwangalia jicho lile la kumuita kabisa, lile la kutoa nyoka pangoni unamwangalia. Maana yake mrudi mlikokuwa au sio polini, ni mwiko. Kama vimewashinda mseme. Mshaambiwa kabisa masharti humu hamna vya mapenzi wala nini. Ala mioshi. Kuleta masuala pumbavu. Yaani mtu ambaye nilikuwa namtegemea labda atakaza. Unaona wewe mwenyewe unaanza unalegeza hilo hapo jicho la kumuita Makopo. Na unajua kabisa huyu ni mwehu. Miwani yake wewe mwenyewe unaiona. Uwe na vilala mchana. Akushushia hapa muwani wewe utachomoa. Makopo. Alafu unajua kabisa ati kuna anaanza kabisa kamzinikia Makopo. Kwa sura gani? Yaani unamwona mtu jinsi alivyo. Yaani kakilala mchana. Miwani ya hivyo. Oa jamani muda sasa hapo hii hapa. Tunaondoka hapa. Jamani, hebu subiri kwanza kidogo. Tupige picha ya ukumbusho. Haina haja ya picha. Haina haja. Anyway, unamuelewa huyu anasema haina haja. Mwenzako kawaza kitu cha maana. Tupige picha ya ukumbusho tulivyo maskini. Tukija kujipata tunakuwa tunajiangalia tulivyokuwa kabla ya kumiliki hela. Boy humwambii huyu. Sasa ndio hivyo sasa. Sasa wacha kufanya iko hivi. Hapa picha tunapiga, sawa? Picha tunapiga. Sasa kama utaki wewe sasa utatoka na hamna kutoka, tupo wanne. Wewe wote. Wote tunapiga picha hapa ya ukumbusho. Baadaye tukitoboa tusikumbuke jamani. No. Haina haja ya picha. Oya, toka lini tena uzungu? Kiingereza. Na naona ielewa. No. Umesomea wapi? Tunapiga picha kama alivyosema. Chomoa basi simu. Picha hapo ili. Nimesema haina haja ya picha tuelewane. Uko serious sasa? Huyu Makopo kawaje?
Toka ameenda kule. Karudi hapa kabadilika. Dakika mwisho hapa ndo anaanza kuongea vitu ambavyo vile. Kapipo serious kabisa. Benny boy. Huyu Makopo ukimwangalia anaonekana amebadilika, hata pumua yake kuhema kumechange. Yaani kuna mabadiliko kabisa fulani, yaani kama vile kuna kitu, unaona? Kuna kitu yaani mimi simuelewi hapa. Alafu huyo mbona alikuwa anashadadia tupige picha kabla hapa nakataa? Au huyu atakuwa amekutwa na jambo huko. Hebu tuliangalia kwa makini hili swala, maana sio kawaida yake. Au picha tuairishe kupiga tusimkwaze. Mwenzetu unajua. Tuangalie hapo cha kufanya, kama tutapiga picha kama namna gani vipi, tutapiga tu picha mbele kwa mbele huko. Ila nini? Tupige. Basi. Makopo picha tunapiga. Picha inapigwa. Tunapiga. Wewe nani? Toa hilo dude tugonge zetu. Ukumbusho. Sasa mimi sasa tupige picha. 8. Tunasimama eti. Tunasimama sisi selfie. Oya. Kikopo. Tuanze tunakuwa kaa kilala mchana. Twende mama, simama tupige picha. Simama basi. Wewe vipi? Mbona kama unalazimishwa she? Unataka utaki? Lazima utake. Twende mama. Weka kwenye kamera hapo. Dogo huko huonekani, huko mbali na kamera. Kamwini off the camera pumbavu. Haya twende. Salale. Yaani mwanangu funguo. Yaani mimi naiotea na igusa afu inanigonga vitu yani. Ila baridi. Ngoja nitie moshi niende Arusha hapa afu tutasomana tu, yani tutasomana. Wao si wajanja. Wasubiri tu afu ndo watajua kwamba sisi ndo wenyewe. Ila mpaka yani mpaka ninyotee. Yaani babu mpaka ninyotee, yani mimi na hapa wallahi. Yaani sina akili, sina moyo, sina pa kwenda, sina pa kutokea. Amina. Fanya ishara zako huko juu. Hapo mbona kitaeleweka tu. Nikitoka hapa akili zimechange au nirudi kule. Wanangu washapotea kinyama mwanangu, yani wanangu kama wote washapotea. Nikienda hivi, babu, mbona nikirudi pale mimi naipitia tu. Yaani ile kibalia. Unajitia kichwa ngumu na umevunja masharti ya huu msitu. Umevuta sigara. Sasa basi, na wewe utakufa. Kudadeki. Wewe mbona kwa mwe topa swedi? Dogo sogea hivi. Topa swedi. Vipi wewe mwanangu? Kwani nyie vipi nyie? Au mmetokea wapi? Shida yenu nini? Mbona tunaanza kuulizana maswali ambayo hayaeleweki? Kudadeki, yani Tanzania ni pana, unauliza swali, unajibiwa swali. Tunasemaje? Wewe vipi na kwenye huu msitu umefuata nini? Kwa sababu sisi hatuna taarifa na wewe, au nyinyi mna taarifa naye huyu? Hatuna. Sasa wale. Umefuata nini huku? Makopa ulimuonaga huyu? Huyu naye sasa hivi hana ushirikiano na sisi. Wewe jamaa umefuata nini huku msituni? Oa mwanangu, nishapoteza masela yangu kitambo ujue. Yaani mimi na haso, yaani sijui pa kutokea, sijui pa kuingilia. Yaani kama vile sina akili, sina moyo, sina pa kwenda, sina pa kutokea. Kwa tulia kama moja. Mwanangu munisha haso afu kuna maswaibu kinyama yani. Au sio? Yaani kuna mauzauza ambayo nyie hamjui. Nyie mmekaa tu kama matenga hapo, subirieni. Mwana kulitafuta, mwana kulipata, mwana kulifight, mwana kuligeti.
baridi mwanangu. Tulieni hivyo hivyo afu mtasoma mchezo. Mnamsikia huyu jamaa anachokizungumza afa anatufananisha na matenga. Wewe nani? Wewe mwana kwenda kwanza hata ueleweki. Yaani heshima kabisa. Huyu jamaa vipi? Sisi wenyewe wanaume hapa tunataka kuzingua sasa hivi. Mwambie. Acha ujinga. Unaona hizi nyama zinakuja bure bure. Wewe vipi mwanangu? Wanaume msitu ni wetu. Alafu kitu ambacho hujui tuko wanne huko peke yako. Tukisema tukuchangie, mmoja anapiga kaskazini, mwingine magharibi, kusini. Tunakulaza chapu mwanangu. Yaani wewe inabidi utulie kwa sababu huko aloni. Wewe nani 1 2 3 4 tuko wanne. Utatuweza wewe? Mtoto atapigwa ambazo hazieleweki. Alafu huyu jamaa mimi na wasiwasi naye. Kwa sababu mzela ukimwangalia anaonekana kabisa kama predator. Hamumuoni jinsi alivyo mwanangu mbavu kama ni mtu wa mstoni kabisa. Huyu hapa yawezekana kwenye zile movie za kutisha. Yawezekana pale kwa Edo kuna madogo ametinkisha skilini imedondoka imepasuka, ili jamaa ndo limetoka kwenye skilini ndo limekuja huko mstuni. Cheka alivyo mwanangu, utasema sio mtu kabisa. Ana midoli mwanangu huyo. Sasa sikia tumchukue maelezo tu taratibu. Hapa tunaongea naye kiaskari. Ili jamaa likisema lituchenchie hapa, mbona tunatafutana? Kama makopo mwanangu hajui chochote. Yaani hapa tuko hawa wawili mimi na wewe. Hapa kuna mtu. Huyu yeye sawa na huyu tu. Yaani huyu sawa na huyu. Lakini tuwape support tupo wanne. Tuko wanne. Sasa brother samani tunataka kujua wewe huku mstuni umekuja kufanyaje? Tuelewane. Tuelewane. Kwa sababu hapa sisi hatugombani. Si wanaume. Au unasemaje? Wasikie wanangu, sawa? Yaani kuchimba mkwala kote mimi najua mniwezi ya. Alafu mimi nataka niwape kodi. Niwape kodi. Oya mwanangu, mimi nimekuja na watu kibao kama 18. Afu tumewapewa kodi za kuja kutafuta funguo. Si ndio? Ila baada ya mazingira watu tukakosea maelekezo. Na kukosea maelekezo mwanangu, kilichotokea pale, Mungu saidia jala jalali. Yaani katika mtu unayemuona yuko msituni ni mimi peke yangu. Afu nyinyi wenyewe nimewakuta msituni. Mnachokitafuta mtakipata. Hicho nachoambia mnachukulia utani. Nishapoteza wanangu kibao huko. Hadi demu wangu unayemkubali yani. Mimi nayemkubali nimemtoa Maumboi na kuja naye msituni kutafuta hela ili tupate vishandu, ndo hivyo. Kwa nyie sasa endeleeni kukaa. Hapo si ngoma 4 mnajikubali kwamba mnaongea sana. Yaani mnafoka sana. Ndani ya msitu mtafoka, mwisho wa siku mtafokewa au mtafokasiwa. Kwa tulieni kama moja hivyo hivyo. Tutasomana. Sasa blaza ukisoma uondoke. Blaza. Sikia sasa. Wewe nani njoo tuelekeze mmekosea vinini huko. Ondoka. Afu blaza kama katutukana fulani hivi. Katutukana kabisa, ni sio kama katutukana. Kufokasiwa? Maana yake nini hii kufokasiwa? Afu jamaa kama anadharau kabisa na naongea kabisa najikubali afu anasepa. Afu mimi pale wewe ndio umetaka kunizuia nikasema niache ni mkande yule, maana yake nini? Ala kufokasiwa. Sisi. Inauma. Imenipe nini the heart kudaradeki hata hivyo na bahati ameshafika mbali. Mimi ila poa. Sisi sio milima. Tutakutana. Msitu sio watu wenzetu. Na wewe vama marapa yake hiki kijamaa nacho kimekaa kiasara. Yaani kaa kilala mchana. Va twende. Hapa twende. Umechangamka kabisa. Faster basi. Njia hii huku. Twende. Kama kirogo. Babu. Tena wewe. Najua Jovi, mimi nimekuita hapa. Nikutoa kwenye wale wapumbavu kama unavyoona. Jovi, kusema ukweli wewe ni mzuri. Wewe ni mzuri kabisa, ukiangalia kidogo una kifurushi nyuma mbele huko vizuri. Kiasi kwamba hakuna mwanaume yoyote yule ambaye anaweza kukuangalia akaacha kutoa hisia zake. Jovi, huku tumekuja kutafuta hela. Na mimi bado niko single. Sina hata kama tukipata hizi hela sina mtu wa kuzitumia naye. Unasemaje mama? Kubali kuwa na mimi ule mema ya nchi. Kwa makopo, unataka kuniambia umesahau masharti ya msituni? Hamna. Yaani unasikia? Yaani nilichokigundua hapa hakuna kitu chochote kinachoendelea wala sijui majini, sijui nini, masharti, hapa hakuna chochote.
Hii ni mikwara tu ya wazee. Hujawahi kuambiwa kwamba msicheze bao usiku? Au mnaweza mkaokota kete moja moja mnapeleka mtoni? Wale pale walikuwa na maana. Muda wa kulala wasicheze bao. Kwa hata sisi hapa wanatukatalia kwa sababu tumekuja kutafuta ufunguo na sio kutafuta vingine. Sema nini? Kwenye kutafuta ukipata na kwako lazima umpe yale yote ya moyoni. Jovi, mimi nakupenda. Pumbavu kabisa wewe. Nimekusikia. Yaani umetoka kule, sawa? Umetoka kule kabisa unajifikira mimi jamani anisindikize sehemu. Wewe, amekwambia nini huyo? Ameniambia tena nipenda. Sikia na wewe sasa. Kila siku tunakwambia kwa makini na makopo. Unaona? Yaani wewe kabisa umemsupport mnakuja huko afa anaanza kukutongoza. Haujui masharti. Afu na wewe makopo sikia. Sawa? Acha wewe utoto. Maswala kuja huko unaanza kumtongoza. Kila siku tunakwambia acha. Afu unamtongoza nini sasa? Oya sikia, dakika hii tunapoelekea, sawa? Yaani mimi nakuja kukugonga, sawa? Na kupiga, sawa? Yaani mimi siwezi nikaingia kwenye matatizo kwa sababu yako wewe. Sawa? Yaani acha ushenzi kabisa yani. Yaani umekaa kabisa hivi. Unaona umejiweka kabisa yani, unatiririka. Hivi unavowaza hivyo wewe mistari ya kumtongoza huyu ungewaza bana tupita hapa. Sasa tukapata ufunguo faster. Umekuja yani oya. Wewe. Kwanza sikia tunatoka hapa wote tunaenda kwa Mbuni. Sawa? Alafu hamna mtu kutoka. Yaani ukitoka nenda mwenyewe, ukirudi rudi mwenyewe. Oya. Na wewe. Tuheshimiane. Sawa? Piteni hapo tuondoke. Fast. Oya, twende basi. Oya, wewe. Vipi? Shuka mwanangu. Kwani? Huyu jamaa kafanyaje? Sawa. Shuka. Mimi kwa naangalia huku mwanangu tunakoenda kunaonekana hakuna mwisho kabisa. Utafika. Mwanangu huku mbona tunaona kama unajua mwanangu kuna vitu vya kijinga. Kila siku tunamuelekeza lakini hataki kuelewa. Kafanyaje? Unaona? Mimi nimekwambia subiri kidogo, naona wamekawia nikaangalie. Unaona? Nakuta nimeenda kule, sawa? Namkuta jamaa amejiegesha kabisa kwenye mti hivi. Kodi anamiminika. Anamimikia nani? Jovi. Dada hapo. Kwamba makopo kamtongoza Jovi. Bongera dada hapo anamuelewa. Aviola. Nimesikia kabisa nani nakupenda unajua mimi sijui mema ya inchi enda kale mema ya inchi sijui wapi na wapi. Oya. Jamani, nafikiri ni msamaha tu. Na kuna vingine vinashindikana kuzuilika. Watu tunateseka, tunatafuta gado. Kweli pesa sabuni ya roho. Watu tunafanya maovu kwa sababu ya pesa. Dunia ya sasa kila kazi inafanywa ili maduwe na pesa. Pesa hiyo ndo imetufanya. Koje babu nakimbia mpaka mwenyewe unasema ni wajenyaji. Tena mpaka huko. Kudadeki, nyie sio watu wazuri. Nyie, msikuwa baba. Mtazame na sura yake. Yaani unalembua kabisa. Nini tumaha? Kyoko, nywi. Una akili sawa sawa? Sikia kitu nimeweka wazi kabisa kwamba jamani hapa hamna kutongozana wala kuvuta mioshi. Wewe kitu gani uelewi makopo? Haya unamtongoza huyu. Yaani ni manufaa yako wewe kumtongoza huyu sawa. Haya matatizo yatakayotokea baada ya wewe kumtongoza. Unajua yatakuwa matatizo yenye uzito wa namna gani? Unasikia Bigi? Kuna vitu vingine tunapaswa kuambizana kabla. Yaani mimi kama ni kosa nimeshalifanya. Fara kabisa wewe umefanya kosa wala nimesema tu sitongozane sijasema. Wewe sijasema hapa hamna kutongozana sijasema. Sasa unamtongoza wa kazi gani na unajua kabisa hawa ni viumbe dhaifu? Unamtongoza wa nini?
Mjinga wewe. Kiachana na huyu, kuna yule dada wa mwanzo. Wewe ni kilala mchana hapo tunapishana msenge kabisa wewe, huna akili. Yaani kaa kilala mchana mwanangu hivi uje ni boy mimi nilisema kabisa huyu Makopo tusiende naye huyu. Lakini sasa niangania mwenyewe. Ona Makopo. Tusikilizane kwa makini mwanangu. Sawa? Yaani kama unataka tuendelee kuwa pamoja, oya change mfumo. Lakini tabia yako kama itakuwa ni hii, haki ya Mungu sisi yaani mimi nakuchana kabisa. Utashika kona yako, tutashika kona yetu. Badilika mwanangu. Unatusoma umemkubalia? Nikajua umekubali na wewe utakuwa huna akili. Unakubali watu wa namna hii, mtu mwenyewe unamuona hana mwelekeo mbele, haeleweki ni wapi, nyuma haeleweki ni wapi. Sasa kwa faida gani? Maana yake nini? Kwa faida gani? Wewe una hela huyu hata kama akisema kwa siku basi wewe unampa 2200 hata tukitoka huku. Hiyo funguo tumeikosa kwa mfano tumeikosa, wewe unampa 2200 kila siku. Unaweza? Jihurumie pumbavu wa ulimwengu. Haya. Mwendo, pita hapo twende. Niuzi. Nakuuzi. Kama lipo mbavu, oa. Na wewe usije kwa nao ujitahidi sasa kukaza. Mnasindikizana tu kumbe mnaenda kutongozana huko. Baada ya kutongozana vileni vinafuata. Twende sasa achana. Haona unataka ufokasiwe kama tulivyoambiwa kufokasiwa. Sasa. Wa kiongozi. Mtu mmoja aonekane huku. Yuko wapi? Kiongozi, alikuwa nyuma yangu. Sasa nashangaa katika tembea ile kugeuka. Simkuti. Ubavu wewe. Unamwachaje mwanamke nyuma? Sasa unaona yaliyotokea? Amepotea. Kwenye mazingira ambayo hayaeleweki. Kaimo uwe makini. Ubavu. Yaani mimi kiongozi nakushangaa sana. Inakuwaje unaanza mimi kunifokea na kunitukana matusi ya ajabu sana. Ingali yani mtu sawa tupo wote kabisa, kikundi chote tupo wote sawa. Kwamba mimi mtu kwenda nyuma yangu mimi nimempoteza mimi. Watu watatu mpaka sasa hivi tumeshawapoteza. Hatuelewi umepotea kwenye mazingira gani. Sawa? Sawa. Sokolindo. Nakuelewa. Tuwe makini na umsitu. Nakuelewa kiongozi. Baby. Tuwe makini. Tunapoelekea wote tutapotea kwenye mazingira ambayo hayaeleweki. Sawa? Sawa. Inatakiwa turudi salama kijijini na ufunguo. Sawa ndugu zangu? Sawa. Sasa tunaondoka hapa, tunaenda kutafuta location nyingine. Na hii mvua inaanza kunyesha hapa, sije kama. Kwani unaye vipi? Katokea wapi? Misololo tena. Yaani babu. Kweli. Abiria vibwengo, dereva msukule. Ila kibati tu tutasomana mwanangu. Kwani nyie mmetokea wapi? Mbona mnaanza kung'aka mnaimba talabu mnazungusha sketi? Mmetokea wapi nyie? Naomba nikwambie kitu kimoja. Sisi ni watoto wa paka, hatuna mipaka. Sawa? Haiwezekana tuzingwe na tutukana sisi. Yaani bro, katika kitu ambacho sipendi mimi, dharau brother. Umeyatimba. Sisi tunazungusha sketi. Sisi ni wanawake. Ngoja nikuoneshe brother. Bro, katika kitu ambacho sipendi mimi, dharau brother. Oa mizigiri boy machine. Nakwambia hivi mimi kunguru wa South na kwa. Yaani hayo ni maneno ya kanga brother. Una cha kufanya. Au unasemaje? Amua. Au unasemaje?